wakitolewa wauliwe. Mefiboshethi akaambiwa na Daudi, wewe utasalia. Hao wengine wakaenda wakauawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka ujue kwamba mipango yako iko na Mungu. Mipango ile unapanga kabla upange alipanga. Ile mambo yote unapangia kabla upange alipanga. Katika jina la Yesu ninaona watu ambao wananipigia simu wananiambia, Apostle, ninaona gari zimeanza kuanguka, niombeni na safiri. Ninawaambia nitawaombea, lakini maisha yenu iko na Mungu. Kuna wale wengine walikuwa wananipigia wananiambia, Apostle, ninaona gari zinaanguka na mimi niko na safari, niombee. Nikawaambia safiri, safari yako iko na Mungu. Nikawaambia miaka yako iko na Mungu. Miaka yako. Sema miaka yangu. Miaka yangu ni Mungu anajua. Sema miaka yangu ni Mungu anajua ile atanipatia. Ni Bwana anajua ile atanipatia. Sio wachawi wanajua miaka yangu. Sio waganga wanajua miaka yangu. Sio devil worship anajua miaka yangu. Sema sio Illuminati. Bwana Yesu asifiwe. Akaibaniwa Mefiboshethi. Ninakuitishia roho ya Mefiboshethi. Mefiboshethi alikuwa mtu, alikuwa kilema. Alikuwa na kilema cha mguu, lakini lione alikuwa amesimama. Alikuwa kweli na kilema cha mguu, lakini moyo wake ulikuwa mkubwa. Alikuwa na kilema kweli cha mguu, lakini katika ulimwengu wa kiroho alikuwa mtu mkubwa. Hao wanakuona na kilema cha pesa. Hiyo pesa sio tatizo. Wewe ni mtu mkubwa kwa ufalme wa Mungu. Hao wanakuona na kilema cha mahali unakaa. Hiyo sio tatizo. Wewe ni mtu mkubwa katika maisha. Hao wanakuona na kilema mahali umeolewa. Hiyo sio tatizo. Wewe ni mtu mkubwa. Mefiboshethi alikuwa na kilema cha mguu. Hata licha ya kwamba akona kilema, alikuwa mtu mkubwa kwa Mungu. Hata licha ya kuwa akona kilema, alikuwa mtu mkubwa kwa Mungu. Ninakuambia licha ya kwamba uko na matatizo ya pesa, hiyo sio tatizo. Wewe ni mtu mkubwa. Licha ya kwamba uko na matatizo ya afya, hiyo sio tatizo. Wewe ni mtu mkubwa. Hauondoki kabla ukamilishe shughuli. Sema siondoki kabla nikamilishe shughuli. Sema siondoki kabla nikamilishe shughuli. Sema siondoki kabla nikamilishe mission. Katika jina la Yesu ninakuombea. Mefiboshethi alikuwa mtu kama wewe, lakini wakati watu wanatolewa wauliwe, yeye hakuuliwa. Mefiboshethi alikuwa mtu kama wewe, lakini wakati wajibioni walitaka wapatiwe watu wa nyumba ya Sauli, wakasema Sauli akona mtu anaitwa Mefiboshethi na hata kufa. Ninakuombea hata kama kuna roho inatafuta watu wewe, ninakuombea ukuwe mtu kama Mefiboshethi. Hauondoki kabla mission. Sema lazima nikamilishe. Sema lazima nikamilishe mission. Unajua kitu ninaongea wewe kama ni mchezo, na sioni kama unachukulia. Kuna mission iliandikwa wakati ulikuja dunia hii. Kuna mahali malaika walisaini, amekuja mtoto huyu, amekuja huyu msichana huyu, amekuja huyu kijana huyu. Wakati ulishaliwa kuna mahali iliandikwa, na hapo ndio unasaini upiganie kwa vyovyote vile. Manake vile iliandikwa ni Mungu anajua iliandikwa namna gani. Hapo iliandikwa ni mahali unatakikana upigane kwa vyovyote. Si kusema ati hapa naona kukufa. Sema no. Sema no. Sema hakuna ataua huduma yako. Sema hakuna atakaua huduma yangu. Hakuna atakaua miradi ile niko nayo. Miradi. Ukuwa na miradi. Bwana Yesu asifiwe. Ukuwa na miradi. Miradi ya maendeleo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi kwa sasa uko wapi. Haijalishi kwa sasa uko wapi. Ama sitaki kujua umekula lunch ama hujakula. Sitaki kujua ulikunywa chai asubuhi ama hukunywa. Lakini nataka nikwambie kila kinamesa watu, wewe ni mkubwa. Wewe ni mtu mkubwa katika jina la Yesu. Kile kinamalisha watu wengine. Sema mimi ni Mefiboshethi. Sema mimi ni Mefiboshethi. Kile kinamalisha watu hakitanimalisha. Maandiko nasema Daudi akawaita wajibioni, akawaita. Akauliza mnataka tufanye nini? Kama ni pesa semeni tuwapatie. Kama ni dhahabu semeni tuwapatie. Wale wajibioni wakasema hatutaki pesa, hatutaki dhahabu. Hizo tuko nazo. Tunataka ututolee watu wa nyumba ya Sauli tuwaue.
Daudi akawaambia nitawatolea watu wote, lakini huyu kijana anaitwa Mefibosethi sitawapatia. Bwana Yesu asifiwe. Wale wengine wakienda kukufa, Mefibosethi akukufa. Wewe ni Mefibosethi wa leo. Amen. Mimi nakwambia wewe ni Mefibosethi wa leo. Ukiniamini, umeamini Mungu. Kile kinastua watu utakuwa unasikia kama hizi. Unauliza kwani hiyo hizi inalia wapi? Na sasa hiyo ni bunduki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ile kulikuwa maandamano pale. Watu wakikimbia na Church Road hapo, mimi sikuwa. Leo sasa mimi niliona watu wamekimbia mbele nyuma, huko mbele nyuma, gari ya polisi ndio hii inakimbia. Mimi nilienda tu pole pole, hata sikuwa na haraka. Kapitia kando ya maduka tu natembea tu pole pole. Gari ya polisi kapita bio. Watu wanakimbia. Mimi niliona tu wameniangalia, hawakushughulika na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Manake umepewa miaka na Mungu. Hakuna kujangaisha. Haiwezi kuwa kufia hapa njiani ati kwa kuwa magari tunaruka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nakwambia katika nyumba ya Sauli, Sauli ndiye ameleta hii shida yote. Katika nyumba ya Sauli, juu ya Sauli na ukatili wake na unafiki wake, ndiye ameletea vijana wake wakufa. Kile unafanya leo, angalia kinaweza fanya watoto wangu waitishwe katakata. Kile unafanya leo, ulizanga saa sikini nitakufa tu, hata kama sita gongwa na gari, miaka itanipeleka tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ulisanga saa sikini, hii kitu nafanyia watu, kinaweza nifanya siku moja watoto wangu watolewe kama hawa Sauli. Sauli hayuko, amekufa. Na unaona watoto wanatolewa uliwe. Kile kitu nafanya ulisanga, kinaweza kuja kufanya watoto wangu waitishwe, wakatakatwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinaweza fanya watoto wangu wakuje kutolewa. Maandiko yanasema kitabu ya Samueli chapter 4. Hiyo kitabu ya Second King, First King. Second King chapter 4. Maandiko yanasema kwamba kuna mtu alikuwa na madeni na alikuwa nabii. Akafa. Akaachia mke wake madeni. Wakati alikuja huyu mtu kudai, watu wakakuja kudai, wakasema kama una kitu ya kutupatia bwanako tunamdai. Na kwa kuwa alikufa, tutachukua watoto wake tujilipe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu akifa kama ni mzazi na aliacha mambo ya takataka, umeachia watoto shida. Tafadhali wazazi wale mko hapa, toshekeni na kile mko nacho. Toshekeni na kile mnapata. Kama itoshi, lala utapata kesho. Kweli. Hakuna mtu aingiaye safari ya kuondoka. Na hakuna haja ukuje kuachia watoto maroho mabaya. Sauli aliachia watoto wake maroho, wakaja kukatakatwa kwa dhambi zile alitenda. Na katika maisha haya tunaishi, kuna mambo unaona inatendeka, kumbe ni watu waliotutangulia walifanya vitu shikaharibika kitambo, na kukosekana mtu kama Daudi wa kuuliza ni nini inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama mko hapa mnanisikiliza, tosheka na kile unapata. Ukaa hivyo. Yakanenda rudi. Mimi ukiniona hakuna loni yote niko nayo. Loni ya mtu ati nipatie itazaa. Kiniambia itazaa na kuulizanga iliwekwa mimba na nani? Jizaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akaenda akaambiwa huyo mzee alikufa na alikuwa na deni yetu. Na tunakujia sasa pesa. Kama una tunachota watoto. Juu watoto ndio walikuwa wanapatikana. Ana ng'ombe, ana mbuzi. Akamwambia, akakimbia akaona Elisha akamwambia, ule mama akamuuliza, wewe ndiye ule Elisha anashukia? Akamwambia mimi ndiye Elisha. Akamwambia basi bwana wangu alikuwa nabii kama wewe na alikuwa na deni za watu na amekufa, ameniachia madeni. Naomba unisaidie. Elisha hakuwa watumishi wa Mungu anaga pesa. Wale wameitwa. Hakuwa na pesa, alikuwa anataka apewe pesa na Elisha. Elisha akamwambia sina pesa nikupatie. Uko na nini nyumbani? Akasema niko na mitungi ya maji. Elisha akamwambia enda ukateke hiyo mitungi yote. Enda ukateke yote ile mitungi yote uko nayo.
na ukae hapo. Akaenda, alipoteka mfereji katokea. Hiyo mfereji ilitokea na mafuta. Akamwambia kila mtungi hakisha umechotelea. Akachota yote ikajaa. Ilipokuwa imeisha yote, akamwambia mtoto wake, niletee mtungi mwingine. Kijana akasema mitungi yote imeisha. Mafuta ikakatika. Lakini amechotelea mitungi mingi mafuta. Elisha akamwambia, enda ukause hiyo mafuta ulipe madeni zako. Na ile itabaki tumia na kijana wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alikuwa anaenda akidhania Elisha atampatia pesa. Hao watu ambao wamepakwa mafuta ni ngumu kukuza kuna hizo pesa mnatafuta. Lakini mafuta atakupaka. Kweli. Mafuta atakupaka ile hata wewe mwenyewe ukitembea watu wanasema huyu mtu anahubiri hapo na nani ako na mafuta ambayo wewe si mnyoshia kidole hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ukija hapa usitazamie ati kwamba nikupatie vitu mingi. Neno ile nitakupatia ipokee. Yeah. Uende kule nje ukaambie watu, jioni mkaone mtu ambaye ananena habari za Mungu. Kanisa leo imekuwa mahali pa kuchezea. Mtu anakuja na kilisaki 20. Anataka kukamata akili za wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kitu ya maana hapa nimekwambia, angalia leo kile unatenda kinaweza kuja kuletea watoto kuchotwa. Miaka inakuja utakuta wale watoto wanaishi Kibera wataishi Karen. Yeah. Na wale wa Karen wataishi Kibera. Kibao kitabadilika. Watoto wale wanaishi Kibera na nasema utawakuta wanaishi Kibera Karen. Na wa Karen wataishi Kibera. Kwa nini? Manake wale wanaishi hapa saa hii baba zao wengi walikosea Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wako hapa sasa Karen saa hii baba zao wengi walinyang'anya mtu shamba na wakamuzika. Sasa hiyo damu mpaka saa hii, hata hiyo damu mpaka saa hii inaitana. Na juzanga nimekuambia hata usipoanguka na gari, hata usipofanya chochote, miaka yenyewe inakumaliza. Miaka yenyewe. Shetani ndio unaona shetani hana shida na mwili. Shetani akona shida na kile unaweza fanya. Anajua tu miaka itakumaliza. Kama wewe ni dada, miaka ikiendaenda utafanana na shosho yako. Yeah? Kama ni mwanaume utakuta miaka ikiendaenda umefanana na babu yako. Anajua miaka itakumaliza. Miaka itakukalisha tu chini. So ndio unaona watu wakienda ndio matatizo inatokea. Hujawahi ona familia unakuta wakati baba alikuwa ng'ombe zilikuwa, mbuzi zilikuwa, kuku zilikuwa, kila vitu za aina ya nyama ilikuwa. Akija kukufa unaenda miaka moja hata kondoo hakuna, hata kuku hakuna, kila kitu imeenda na mzee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mmeona kitu kama hiyo? Akifa tu baada ya mwaka moja urudi hiyo familia hata hakuna nini. Ameondoka nazo. Maana wakati alikuwa uhai yeye kazi yake alikuwa anajua kutunza. Anaashia sasa mikora. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akiondoka tu hata kesho yake hata hajagauka kwa kaburi. Kijana wake mkubwa anatoa ng'ombe moja anaenda kuuza. Anaingia kwa kilabu, ule mwingine haya anachukua kuku 3 anauza. Anaingia kilabu, ule mwingine haya anachukua mbuzi anauza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa watu wanabaki wanasema ile familia ni ule mzee tajiri. Wote wamepangawa na mapepo. Baba yao alipata pesa kwa jaba. Eh? Naomba ruhusa nione watoto wanasumbua kidogo. Watoto si wako na kina Tonina kina Mutini. Wanasema wanasikia njaa. Wanasikia njaa. Amungu apikia uji. Sasa tuko karibu kumaliza. Je, basi tumalize. Mnataka kuwatengenezea nini? Ndio watu tumalize at least.